Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako tena siku ya leo. Tumepata nafasi na kibali cha kujifunza neno la Mungu. Leo nataka tuzungumze kwa pamoja kwa watu ambao wamekuwa wakipitia mashambulizi na malipizi na visasi vya adui kupitia nguvu za kichawi, kupitia wachawi, kupitia waganga, kupitia wale wasiotupenda, kupitia wale wanaoshindana na sisi makazini, kupitia wale wanaoshindana na sisi kwenye mabiashara, kutoka kwa wale ambao wanashindana na sisi kwenye ndoa au kwenye mahusiano. Nataka sasa ujifunze namna gani ya kujinasua pale ambapo unajikuta kuna shambulio limetumwa. Ni kweli umeokoka, ni kweli unamkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, lakini kuna wakati kuna vifungo vinakuwa vinapata uhalali, aidha wewe kwa kujua ama kutokujua. Biblia katika kitabu cha Hesabu 23:23 inasema kwamba hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Ni mambo gani aliyomtendea Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Hii inaonyesha kwamba kuna namna ambavyo kulikuwa na uchawi unaotaka kupenyezwa kwenye nyumba ya Israeli. Kuna uchawi ulikuwa unataka kupenyezwa kwenye nyumba ya Yakobo. Sasa hapa Biblia inatufundisha kwamba hakuna uchawi unaotakiwa kupenya, iwe ni kazini kwetu. Hakuna uchawi unaotakiwa kupenya kwenye biashara zetu. Hakuna uchawi unaotakiwa kupenya kwenye ndoa zetu. Hii ni kwa wale tu ambao watakuwa wanaelewa kwamba hapa kuna namna fulani, kuna vifungo au kuna namna fulani ambayo haiko sawa. Pale ambapo utapata ufahamu kwamba hapa hivi ninachopitia kuna namna hapa hapako sawa. Kuna namna namhitaji Mungu. Kuna namna nataka Mungu aingilie kati, kwamba hapana uchawi na huu ndio ukiri wako kuanzia saa hii ya kwamba hapana uchawi juu ya nyumba yangu, hapana uganga juu ya kazi zangu, hapana uganga, hapana uchawi. Yani maana yake huu ukiri unakufanya vile vifungo sasa vinakosa uhalali wa kuendelea kuoperate kwenye maisha yako. Kama kuna mtu alikuendea kwa mganga ili ushushwe cheo, kama kuna mtu alikuendea kwa uganga ili ukose kibali kazini, kama kuna mtu alikuendea kwa mganga ili usipandishwe vyeo au usipate promotion au usipate breakthrough, mpenyo fulani, iwe ni kazini, iwe kwenye ndoa, na huku umeokoka na unajua kabisa Mungu anazungumza na wewe au Mungu anajidhihirisha kwako mara nyingi, jua kabisa ukiona kuna namna fulani ilikuwa upate kibali sehemu fulani au ilikuwa mtu fulani akusaidia, lakini ghafla ile tenda au ile kazi au ile amani ambayo ilikuwepo ndani ya nyumba au ile hali ya maombi ambayo ilikuwepo katika mtiririko mzima wa maisha yako ya kiroho, unashangaa ile hali inaondoka. Nataka nikwambie kuna mchawi mahali, kuna mganga mahali. Ni swala la wewe kutia nidhamu na kujua kuwa na ufahamu huu. Utatumia ili andiko ya kwamba hakuna uchawi utakao penya, hakuna uganga. The way unavyozungumza hivyo, unakuwa una paralyze ile power, unakuwa unai-neutralize, yani unaiharibu, unaidhoofisha ile nguvu ya kichawi, unaidhoofisha ile nguvu ya kiganga, inakosa uhalali wa kufanya kazi kwako, na mwisho wa siku unajikuta umetoka kwenye kile kifungo na unakuwa unaendelea vizuri na Mungu, na yale uliokuwa ukiyataka yanadhihirika. Hivyo tumia ile andiko Hesabu 23:23 ya kwamba hapana uchawi wala uganga juu ya nyumba yangu, hapana uchawi wala uganga juu ya kazi zangu, na hapana uchawi na uganga juu ya kila eneo la maisha yangu. Kadiri utakavyokuwa unakiri hivyo mara kwa mara, vile vifungo automatic, bila kuwekewa mkono, bila kufanya nini, wewe mwenyewe, na ukiwa na ujasiri na ukiwa na imani thabiti mbele ya Mungu, na una uhakika kwamba Yesu Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, hivyo kwa jina lake unajikuta unatoka kwenye vile vifungo, na kwa matamko haya unajikuta unaondolewa kwenye uhalali wa vile vifungo na unakuwa huru kweli kweli katika jina la Yesu. Hivyo funika macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mkuu aliye hai, Baba wa milele, mfalme mkuu, Mungu wa Israeli, imeandikwa hapana uchawi wala uganga juu yako Israeli, juu yako Yakobo. Wewe ni Mungu wa Israeli tunayekutumikia, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nami natamka juu ya huyu anayesikiliza saa hii, huyu anayetazama saa hii, ya kwamba hapana uchawi juu ya ndoa yake wala uganga juu ya kazi yake, juu ya hatima yake, juu ya uzao wake, juu ya hatima yake kwa ujumla, katika jina la Yesu. Kule kazini hapana uchawi utakao penya, utakao mwangusha, utakao mdondosha, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kuanzia sasa ninatamka yuko huru, kibali kijuu yake,
hatima njema, mpenyo juu yake, utakatifu juu yake. Maanguko ya mara kwa mara hayapo tena na yeye. Hakuna uchawi kumrudisha nyuma kiroho wala kimwili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuanzia sasa atatembea kwa ushindi. Kuanzia sasa atafanya yale yatakayo na atayapata yale yatakayo, na sio yale yanayoamuliwa na wachawi na waganga, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu mjaze na nguvu zako, mjaze ujasiri, mjaze uweza, mjaze mamlaka, akatembee kwa ushindi, akatembee katika kuweza, akatembee katika kuongezeka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Chukua nafasi sasa, andika namba hii pale ambapo utakuwa unaona kuna uhitaji wa kujifunza zaidi na zaidi. Kwenye mitandao huko tunajifunza kwa muda mfupi kidogo, lakini chukua namba, tutajifunza, utapata nafasi ya kujifunza zaidi na zaidi. Ninakukaribisha katika jina la Yesu. 0697 820 471, 0697 820 471. Hiyo namba yangu ya Airtel. Hapo unaweza ukanipata, tukajifunza neno la Mungu, lakini pia tukaomba kwa kadiri ambavyo Roho Mungu atatuongoza, kwa yale ambayo atatufunulia kuhusiana na maisha yetu kwa ujumla, katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Karibu.